قال anasema Ibn Abd al-Barr la yajuzu li ahadin sawm yawm ash-shak, haijuzu kwa yoyote kufunga siku ya yawm ash-shak, kwa hii taachwa. Qala Ibn Hazm rahimahullah ta'ala ولا يجوز صوم يوم الشك الذي من آخر الشعبان, haijuzu kufunga siku ya shak ambayo imo mwishoni mwa mwezi wa Shaaban. ولا صيام اليوم الذي قبل يوم الشك المذكور, wala haijuzu kufunga siku iliyo kabla ya yaumu shak. Mwezi ngapi itakuwa? 29 kwa ile hadithi, msitanguliza Ramadhani kwa siku au siku mbili kwa kufunga. Wala siyamu al-yawm alladhi qabla yawm ash-shak al-madhkur, wala haijuzu kufunga siku ambayo ipo kabla ya yaumu shak iliyotajwa, illa man sadafa yawman kana yasumuhu, isipokuwa yule ambaye amesadif siku ambazo alikuwa anafunga. fayasumuhuma atafunga masiku hayo, hina idh, wakati huo, lilwajhi alladhi kana yasumuhuma lah, katika namna ambayo alikuwa anafunga, la li'annahu yawmu shak, si kwa sababu kwa ni yawmu shaki, wala khawfa min an yakuna min Ramadan, wala si kwa hofu kwamba inakuwa ni Ramadhani akaamua afunge. La, labda anafunga siku 3 kila mwezi, naye anafunga mwishoni mwa mwezi, ndio ikasadifu hapo. Au anafunga siku moja na kuacha siku moja, ndio ikasadifu hapo. Wa illa, au iwe ni siku ya Ijumaa 3 na yana ada ya kufunga Jumatatu au Alhamis na mfano wa hilo. Ama isivyokuwa hivyo, basi haifai kwa siku hiyo kufungwa katika sheria. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم, msitangulize Ramadhani kwa funga ya siku moja au siku mbili, isipokuwa mtu ambaye alikuwa anafunga funga zake, basi afunge. Na kuonesha haramu wake ni hadithi ya Silat ibn Zufar ambayo anasema Silat ibn Zufar, hadithi ameitaja al-Imam Abu Daudi 2334 na al-Imam Tirmidhi 1686 na An-Nasa'i mujallad 4 hadithi 153 na Ibn Majah hadithi 1645. anasema Silat ibn Zufar قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصليا فقال كلوا فتنحى بعض القوم. aliletwa mbuzi mbele ya Ammar bin Yasir, sasa baadhi ya watu wakajitenga. Faqala, mmoja akasema inni saimun, mimi nimefunga. Faqala Ammar, akasema Ammar, ilikuwa ni yaumu shak, man sama al-yawma alladhi yashukku bihi an-nas, atakayefunga siku ambayo watu wanatia shaka siku hiyo kama ni Ramadhani au si Ramadhani, 30 Shaaban, faqad asa Abul Qasim sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika huyo amemuasi Abul Qasim sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye Abul Qasim ni kunia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikinasibishwa kwa mtoto wake Qasim ibn Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Mtoto wake huyu anasibishiwa, ndo kunia yake ilipokuwa imewekwa. Na ndio maana baadhi ya ilmu wakasema kwamba kunia bora ni mtu kujipa kunia kwa mtoto wake wa kwanza, haikatazi kwa mtoto yoyote, lakini bora kwa mtoto wa kwanza. Na hii kunia ilikuwa ni ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa hivi inafaa mtu mwingine kuitwa Abul Qasim, amma qabla mautihi ilikuwa haifai mtu kuitwa Abul Qasim, alibakia peke yake. Lakini kadhalika pia wakati wa uhai wake ilikuwa hawaruhusi kumuita ya Abul Qasim, walitakiwa muite ya Rasulullah au ya Nabii Allah. Sawa? Kwa kuonesha hilo pia, hata kama ameshakufa, fal afdal an naqula Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam.
Hii ni katika masiku ambayo yamekatazwa. Na siku nyingine iliyokatazwa au saumu nyingine iliyokatazwa kiachia masiku, saumu nyingine iliyokatazwa kufunga Arafa aliyehirimia hija ni makruhu na sio haramu ala al-itlaq, ni katika makruh, yani kwa yule ambaye qama bi'arafa waqafa bi'arafa fa alayhi al-iftar, lakini akifunga ni makruh, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikunywa pale. Walipotia shaka wale watu, kafunga hajafunga yule, wakampelekea glasi ya maziwa au ilikuwa ni maji, akanywa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika miongoni mwa funga ambazo ni haram kisheria ni saumul mar'ati nafla biduni idhni zawjiha, mwanamke kufunga funga ya sunna pasina idhini ya mumewe. Saumu almar'ati nafla biduni idhni zawjiha, kufunga mwanamke funga ya sunna pasina idhini ya mumewe. Nasema hadhul ilm la yajuzu lilmar'a an tasuma nafla wa zawjuha hadir, haijuzu kwa mwanamke kufunga funga ya sunna na mumewe yupo katika mji, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhni ya mumewe. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fima rawa al-imam al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah, la yahillu lilmar'a an tasuma wa zawjuha shahidun illa biidhnihi, si halali kwa mwanamke kufunga funga na hali ya kuwa mumewe yupo. Sasa kitokezea kafunga, umeenda nyumbani kafunga na wewe ukahitajia haki yako, je, itafaa taftiru zawji almar'ati, kumfungulisha? Nafika nyumbani anahitajia haki yake mume, mke anasema mimi nimefunga Jumatatu leo. Je, mume mwambie sawa ndo basi kwamba haifai kumfungulisha au itafaa kumfungulisha? Kamwambia hapana, utafungua au haifai. Qala ahlul ilm idha samat az-zawjatu tatawwu'an bighairi idhni zawjiha, atakapofunga mwanamke funga ya sunna pasina idhini ya mumewe, falahu an yufattiraha idha ihtaja ila dhalik, anayo sheria mwanamume kumfungulisha ikiwa atahitajia jambo hilo. Kihitajia kumfungulisha tamfungulisha, tamwambia fungua. Amma al-Malikia, wao Malikia wao wanasema kwa kumfungulisha kwenyewe iwe ni kwa ajili ya jimaa peke yake. Wanasema nasu al-Malikia nasu ala jawazi taftiriha bil jimaa faqat, kwamba unahitajia jimaa tu ndio utamfungulisha. Amma bil akli wa shurb falaysa lahu dhalik, ama kwamba ndio wewe ndo mume ndio unaidhini, umefunga leo, je idhini yangu ukale, lazima ule, wahitajia jimaa? Hapana, ule tu. Wasema Malikia hakuna katika hilo, sawa, hata kama amefunga bila idhini hakuna katika hilo. Ama ukihitajia jimaa, basi halali kwako kumfungulisha mkeo ikiwa amefunga pasina idhini yako, sheria imemruhusu katika hilo. Wallahu a'lam. Hayo ni ayamu almanhiyu au asiyamu almanhiyu, funga ambazo zimekatazwa katika sheria, na zipo funga za bid'a, mathalan kufunga mwezi wa Rajab wote, tukafunga Rajab yote, kadhalika Shaabani yote. Hii ni khilafu sunnati ar-rasul alayhi salatu wassalam. Naam. Waqala sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man sama ramadana, atakayefunga Ramadhan, imanan wa ihtisaba, hali ya kuamini amri hii ya Allah na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, imanan wa ihtisaban, na kutaraji malipo. Imanan manake ni kuamini kwamba Allah azza wa jalla ndiye ambaye
lifaradhisha hilo. Unasema hadhul ilm neno imanan tasdiqan bil amri bihi aliman biwujubihi, kusadikisha amri kadhalika hali ya kuwa ni mwenye kujua wajibu wake, wahtisaba na hali ya kutaraji malipo, ay muhtasiba jazila al-ajri fi sawmihi, hali ya kutaraji malipo makubwa kwa saumu yake ile. Huyo mtu huyo anasema Rasul sallam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, patasamehewa kwake yeye yaliyotangulia katika madhambi yake, yani saghairu dhunub, madhambi madogo madogo, saghairu dhunub. Wa man qama lailatul qadri, na atakaye simama usiku wa lailatul qadri imanan wa ihtisaba, kwa kuamini na kutaraji, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa katika yale yaliyotangulia katika dhambi yake. Sawa, muttafaqun alayh. Katika hadithi hii anaonesha Mtume sallallahu alayhi wasallam fadail as-siyam, fadailu as-siyam, minha tukaffaru bihi al-khataya, miongoni mwa fadhila za funga, tukaffaru bihi al-khataya, hufutwa kwa sababu ya funga makosa. Hadithi hiyo iliyotajwa hapo, man sama Ramadhan tukaffaru bihi al-khataya wa sababul maghfira, na ni sababu ya maghfira. Miongoni mwa hadithi ni hiyo. Kadhalika hadithi maarufu ambayo tunaisoma marawahu Muslim, hadithi ya Abu Huraira, as-salawatu al-khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima baina hunna idha jitanaba al-kaba'ira, kiwa mtu atajiepusha na madhambi. Kadhalika min fadhaili as-siyam as-sawm min asbabi dukhuli al-janna, ni miongoni mwa sababu za kuingia janna. Na tansomea hadithi inaonyesha kwamba atakayefunga anaingia janna, miongoni mwa sababu za janna, atapata zawadi insha Allah. Kuepushwa na moto ni sababu ya kuingia janna. Ba'ada Allah, kimalizia hadithi upate zawadi yako. Man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu 70 kharifan من النار. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه 70 خريفا من النار. Atakayefunga mtu siku moja tu fi sabilillah, imma katika jihad au kwa ajili ya Allah, Allah taweka mbali mtu huyo uso wake kutokana na moto kwa muda wa miaka 70, mwendo wa miaka 70. Hadithi nyingine zipo nyingi. الصوم جنة من ايش؟ ماذا قال kuingia janna? Tuwekea popo. Soma hadithi kwanza. Nani atataka Kiarabu chake apate zawadi? Slet. Inna fil jannati baban sasa inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan.
يدخل منه الصائمين أو الصائمون؟ الصائمون. لا يدخل فيه غيره. جزاكم الله خيرا كما قال صلى الله عليه وسلم. Zimekuja hadithi nyingi sawa za kuonesha kwamba jambo la kufunga linamuingiza mtu janna. Kadhalika hadithi iliyokuja mbele ya al-Imam Muslim rahimahullah, hadithi ya Jabir anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita idha sallaytu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-harama wa lam azid ala dhalika shay'a adkhulu في الجنة أدخل الجنة؟ قال نعم. كما بيا ndio واضح كما بيا ndio من أسباب دخول الجنة, miongoni mwa sababu za kuingia janna. Naam. Kwa kumalizia kipengele cha mwisho hapa, wakana sallallahu alayhi wasallam ya'takifu al-ashara al-awakhira, na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akikaa itikafu 10 la mwisho min Ramadhan hatta tawaffahu Allah, paka alipomfisha yeye Allah. Wa'takafa azwajuhu min ba'di, na wakakaa itikafu wake zake baada yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Muttafaqun alayhi. Wa al-i'tikaf bima'na al-ihtibas kama dhakara al-ulama al-lugha. الاعتكاف بمعنى الاحتباس. الاحتباس كما عكف على شيء بمعنى احتبس على شيء, يعني kujifunga. الاعتكاف ni kujifunga sawa, ndio inaitwa الاعتكاف. اما الاعتكاف اصطلاحا أما الاعتكاف اصطلاحا أنا أذكر هذا تعريفا إن شاء الله, وسوف أسألكم بعد عندما نراجع مسائل الصيام في شهر شعبان بإذن الله تبارك وتعالى. اخترنا الكتاب مقاصد الصوم, سوف أسألكم هذا التعريف إن شاء الله. قال العلماء رحمة الله عليهم معنى الاعتكاف اصطلاحا هو الإقامة في المسجد. اكتبوه. هو الاعتكاف هو الإقامة في المسجد. الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل. بنية التقرب إلى الله عز وجل. الاعتكاف اصطلاحا هو الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل ليلا أو نهارا. كررنا هذا التعريف أكثر من مرة. أنا كررته وأنت قرأته وأنت هكذا. إذن حفظناه. هو الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل ليلا أو نهارا. شايف هذه tayari. Sasa sijui kwa nini naponyoka baadaye. Yaani nikiuliza wiki ijayo mshasahau, mnanitolea macho tu hivi. Allahu a'lam. Kwa nini natoka? Kwa sababu hamjaifanya ikawa itqan. Ili ikawa itqani sasa siku ya leo yote ikariri. Siku ya leo yote huwa al-iqamatu fil masjid bi niyyati at-taqarrub ila Allah azza wa jalla laylan aw nahara. Hakadha الناس يحفظون الاصطلاحات. Hivi ndivyo wanavyohifadhi watu istilahi za masaili ya ilmu. Pale ambapo unafanya jambo jingine unakarrir itakaa. Hii ndio maana ya al-i'tikaf, ambayo i'tikafu katika malengo yake makubwa, i'tikaf katika malengo yake makubwa ni malengo manne. Malengo makubwa ya i'tikafu ni manne. Sawa? Jambo la kwanza au lengo la kwanza, ukufu alqalbi ala ta'ati Allah. Ukufu akafa
ukuful qalbi ala ta'ati Allah, ukufu alqalbi ala ta'ati Allah, sababu min akaf tumesema ni kujizuia, kadhalika kulazimiana kwa kulazimisha moyo juu ya taa ya Allah azza wa jalla, kuna uhifadhi na kulazimisha moyo katika jambo la kumtii Allah azza wa jalla. kikaa msikitini sababu tumesema al-iqamatu fil masjid, kikaa msikitini tastahi an ta'si Allah azza wa jalla, utaona haya kumuasi Allah azza wa jalla. Huwezi kukaa huko msikitini kisha ukachukua simu yako kaona tatu utovu wa adabu, nafsi yako itakuwa na nini? Inakusuta. Kadhalika al-mushahada, kuangalia vile vile mambo ya utovu wa adabu, nafsi yako itakusuta kwa sababu ndani ya msikiti kwa unaolea moyo katika taa ya Allah azza wa jalla. Na ghayatu thania, lengo la pili, jam'ul qalbi alayhi wa waqfu nafsi la, kukusanya moyo juu yake. Hiyo i'tikaf unaokusanya kwa maana kwamba unaoshughulisha pale tu na siku nyingine, wa waqfu an-nafsi la, na kuisimamisha nafsi kwa ajili ya itikafu tu basi, hakuna jingine. Man ya'takif, ambaye anakaa itikafu, tanqata ule ishtighal, kama tutakuja kuona katika ghayatu rabi'a, moyo wake unakatika na mambo yote, anashughulika na hapa tu basi. Na anapokuwa msikitini ajitahidi fil ibadat, mara kasoma Qur'ani, mara amekaa kiduara na wenzake wanasomeshana darsa, mara amekaa anamkuru Allah azza wa jalla, anasali tena. Akikaa itikafu unasali zile sala za dhuha kwa idadi ambayo wewe mwenyewe, kwa sababu sala ya dhuha haina idadi maalum. Hata ukiswali swala 100 wewe ni maamuzi yako na muda wako tu basi, ukiswali 40 50 mpenzi yako tu, raka 2 unaswali, wala amna katika sheria kwa hadhi ya sala ya dhuha. Na ghayatu thalitha, lengo la tatu, alkhulwatu bihi subhana. Ya pili, jam'ul qalbi fihi au alayhi wa waqfu an-nafsi la, jam'ul qalbi alayhi wa waqfu an-nafsi la. Ya tatu, alkhulwatu bihi subhana, yani alkhulwatu billah, kukaa faragha na Allah, alkhulwatu billah subhanahu wa ta'ala, kukaa faragha na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, ukikaa itikafu utakuwa unamnongoneza Allah siri zako nyingi sana, una mahitajio mengi, unakaa peke yako pembeni, kuna muda unamnongoneza Allah minna 1 na 2 na 3. Na si lazima kwenye kuomba uombe masaa gizi ataya tu, vipawa, maana upewe hicho upewe hicho upewe hicho upewe hichi, au kuna kuomba msamaha. Lakini kadhalika kumuomba Allah, kuna madhambi ambayo unashindwa kuyaacha, unamnongoneza Allah, anamwambia hii Allah imenishinda, kile nikijitahidi mimi nisiwe mwizi, lakini nikiona shilingi 1000 tu basi akili yangu haifanyi kazi, lazima hiyo nitaifunika, kisha baadaye nichukue kimya. Na hapa kiulizwa nani ana shilingi 1000, na bana kimya, Allah nisaidie katika hili. Sasa kama na maradhi yake, si ndio? Kuna wengine maradhi ya wanawake, yani akimwona mwanamke yeye kama hajazini naye akili yake haijakaa, na sio muoaji, yeye ni mzinifu, Allah tuhifadhi, yani mzinifu, lakini anajitahidi katika taa mengine. Lakini hili ndo linalomtilia dosari. Kuna mwingine muongo, mafundi wanasema ni sifa yao, wapo wengi. Mwingine huyo hapa Abu Masudi, wewe sijui kama ndo nyinyi tutaraji msiwe waongo, lakini wenyewe wanasema hasa kwamba kama unapitia kwenye kozi fulani, isipokuwa kinyozi na sio fundi mwongo. Una mikoba ya kazi 6, anaweka mikoba ya kazi nyumba 5, ule mmoja makuso nyumba ya 6 na kufanyia kazi. Kumbe keshaika anakuja sasa hivi hapa siku 3 hapo, sababu mwingine ana wa kufanyia kazi. Jitahidini katika hilo. Tunamuomba Allah azza wa jalla hili, Allah nisaidie, unapata khulwa, ule kufaragha na Allah azza wa jalla. Wal ghayatu ar-rabi'a al-inqita'u an al-ishtighal bil khalq. Al-inqita'u an ishtighal bil khalq, kukata shughuli na viumbe wengine,
wewe upo na Allah subhanahu wa ta'ala, unakata shughuli na viumbe wengine. Na ndio maana watu wengine wakikaa itikafu ya 10 la mwisho simu hufanya nini? Uzima kabisa. Kama ni familia anaacha kila kitu, kisha anawaambia familia katika tatizo lolote, namba ya mzee hii hapa, namba ya mamangu hii hapa, utapiga. Au huwa anawasha simu kwa muda mchache sana kujulia hali tu kule, vipi kunaendeleaje, hakuna tatizo basi. Lakini yeye yashtaghil bi rabbih azza wa jalla. Tumomba Allah tuthibitishe katika haya. Lakini pia kuna ahkam baada ya kuzungumza katika itikafu huko, tukisoma katika maqasidu al-i'tikaf, kwa sababu pia haifai kukaa itikafu aliyekuwa nyumbani hakuna kitu. Sasa wewe paka utoke ndo watu wale. Sasa mimi nakwenda kukaa itikafu na niacha nani na Allah subhanahu wa ta'ala? Allah amekukabidhi wewe, huyo ni amana, usimamie kila kitu. Pia katika ahkam akataja hapa rahimahullah ta'ala, wa qala la tushaddu ar-rihalu illa ila 3 masajida, المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. pasifungwe safari maalum, la tushaddu ar-rihal, pasifungwe safari maalum kwa ajili ya ziara maalum, illa ila 3 masajida, isipokuwa kwenye misikiti mitatu. Misikiti mitatu hii inafungiwa nia maalum. Ifahamike, sheria imekataza kuweka nia maalum ya ziara ya msikiti fulani, bali yafaa ziara maalum ya watu wa msikiti fulani, sababu ni ndugu zako. Samena kwenda mathalan Darus Salam, masjidi fulani, kuna kuwasalimia ndugu zangu pale. Sikusudi ule msikiti kwa una fadhila, unafungiwa safari na kufanyia ziara msikiti. Ziara inafanya msikiti mitatu tu. Sawa? Ya kwanza ni Masjidul Haram, ama Masjidul Haram Makkah, unapatikana Makkah. Sala yake moja ni sawa na sala 100,000 ya usio kwa msikiti wa Al-Haram. Kadhalika wa masjidi hadha, akasema na msikiti wangu huu, yani Masjidun Nabawi Madina. Msikiti wa Madina nao unafungiwa safari, unakwenda kuuzuru msikiti wa Madina, ni sharaf. Na kuswali ndani yake yani swala moja ya Madina ni sawa sawa na swala 1000 isiyokuwa msikiti wa Madina. Kadhalika wa Masjidil Aqsa, na msikiti wa Aqsa uliokuwepo Palestina, nao pia vile vile unafungiwa safari, unakwenda kufanyiwa ziara, ambao swala yake moja sawa na swala 500 ya msikiti usiokuwa Masjidu Al-Aqsa. Kwa maana kwamba tukiswali rakaa 2 ndani ya Makkah, ili wewe mkutie rakaa 2 zake, lazima uziswali zile rakaa 2 mara 100,000 ndio utamkutia yeye alivyoswali yeye. Kadhalika dhuhur, kadhalika salatul mayit, na sala nyingine zote ili umkutie lazima uswali wewe 100,000, ile uwezo huna. Sasa ili Allah kuwafikishe, muombe dua Allah kufikishe katika ardhi hii iliyokuwa tukufu, allati haramaha Allah azza wa jalla biqauli Ibrahima alayhi salam. Naam. Kwa nini ameka hadithi hii? Khilafu baina ahli alilmi juu ya jambo la kukaa itikafu isiyo kwa misikiti hii mitatu. Kuna kauli inasema hakuna itikafu zaidi ya misikiti hii mitatu tu. Miongoni mwa watu waliosema hivyo ni kauli ya Sheikh Albani rahimahullah ta'ala, asema misikiti ya itikafu ni mitatu tu, haijuzu kukaa msikiti mwingine usiokuwa misikiti hiyo mitatu. Ndio maana kaeka kauli hii, lakini kauli sahihi yafaa misikiti usiokuwa hii mitatu pia inafaa, isipokuwa kuna sharti ya chuoni miongoni mwazo iwe tukamu fihi salatu aljumua, iwe inasimamishwa na msikiti wa swala ya Ijumaa. Tutakuja kuona inshallah katika kuyadurusu masala ya Ramadhani hapo mbeleni kidogo, katika mwezi wa Januari ukiingia hapo inshallah, kama tulivyo desturi huwa tunasoma kama ni murajaa wa kukaribisha mwezi wa Ramadhani. Masala haya tutakuyafungua inshallah katika kufunguliwa kwake. Na pia tushaye kuzungumza huko nyuma katika vitabu tofauti tofauti kuhusu masala ya itikafu, lakini mimbabi at-tadhkir, katika mlango kukumbushana, tutarejea tena. Wa ila huna intahaina hadha alkitab, kitab as-siyam. Tumemaliza kitabu cha siyam leo, alhamdulillah rabbil alamin. Kwa siku ya Jumamosi inshallah tutakuwa na murajaa biidhnillah wa siyam
vitabu chukueni, sawa, vitabu chukueni. Tufanya muraja wa maswali kuhusu siyam Jumamosi, kabla ya Jumamosi inayofuata katika masala ya al-hajj biidhnillah tabaraka wa taala. Nilidhamiria, lakini nafikiri itakuwa itashindikana. Nitaka ikifika kabla Ramadhani nishamaliza al-ibadat, ningia katika al-muamalat baada ya Ramadhani. Mambo ibadat namaliza katika mambo ya haji. Mbele kitabu al-buyu' ni fiqh al-muamalat, lakini kwa karatasi zilizokuwepo 4 5 6 7 ukizingatia ni haji. Haji yenyewe watu hawajaenda, hiyo Makenya na katika TV tu, kwenye TV na kwenye simu baadhi watu wamefika. Kwa hiyo pia itakuwa changamoto kwenda nayo haraka, sawa. Kuna sehemu itabidi ubakie, ueleze, fahamike, na Allah kituwafikishe kwa kutabudi. Alhamdulillah, katika neema za Allah tuna mpaka project. Ikiwa kuna budi ya kuonesha baadhi ya vitu, insha Allah pia tutakuwa tunatumia projector kuweza kuonesha baadhi ya vitu mpaka atakapokwenda mtu kule, kwa sababu katika Uislamu hija ni izingatiwa. Hija fi Islam ni mara moja, ndio hija ya Kiislamu. Ukienda kuhiji tena na kuwa lakini ukiingia na kwa ni faradhi kwako, atimul hajja wal umrata lillah. Lakini inazingatiwa hasa kwamba huyu amehiji ile iliyotakikana, ile kisheria, ile ya ruknu min arkani alislam, ni ile yako ya kwanza. Kwa ukitengeneza ya kwanza, alhamdulillah. Ukiharibu ile ya kwanza, umejiharibia katika utaratibu mzima wa ibada ya haji. Kwa tumuombe Allah azza wa jalla tuthibitishe katika kuisoma, kadhalika tujituonyeshane baadhi ya mambo. Allah kituruzuku safari hii adhima, basi tukitekeleze vile ambavyo yadakikana. Kuna watu hawakwenda kule hawajui chochote. Mtu anapanga safu, amekaa hapo hapa katikati, hapiti paka tu ng'ombe anaweza kupita. Ng'ombe ile masafa yalobakia, kimwambia sogee hataki, maana hafahamu Kiswahili. Sababu kuna wengine hawafahamu hata Kiswahili wala Kiarabu, wa Bangali hawafahamu chochote, hawafahamu kilugha chao tu Kibangla, Kiurdu. Sasa kwa ishara hivi, kuangalia hivi basi. Sasa Makka basi afanya ujinga huo, kiwa na jazba ya kupigana katika. Tumombe Allah tuwafikishe katika hayo. Aktafi huna, kuna swali?